Maumivu ya mapenzi, safari ya Brayton Deus, aina mstari wa tamthilia ya maisha, mapenzi, maumivu yasiyoisha. Mtindo, simulizi ya mfululizo, haitakuwa na mwisho. Mhusika mkuu, Brayton Deus. Mandhari, miji ya Tanzania, vyuo, mitaani, vijijini, hoteli na maeneo mbalimbali ya maisha. Sehemu ya 3, Eva mrembo wa kisasi. Dar es Salaam ilikuwa joto, kelele, harufu ya mafuta barabarani na ndoto zilizopotea mitaani. Brayton alikaa kwenye chumba cha kupanga cha Laki1 kwa mwezi, maeneo ya Mbagala. Kila siku aliamka alfajiri kutafuta kazi na kila jioni alirudi na majibu yale yale: tunaendelea kuchambua maombi. Kukutana na Eva akiwa katika foleni ya ofisi moja ya matangazo, ndipo alipokutana na msichana aliyevaa gauni la rangi ya damu ya mzee. Mguu mmoja alikuwa na kidonda kidogo, lakini uso wake ulikuwa kama wa sanamu, mtulivu, mrembo na mwenye macho ya uchokozi. Brayton hakupenda kuingia kwenye mapenzi tena, lakini macho ya Eva yalikuwa na mvuto wa ajabu. Walianza kuzungumza. Eva hakusema mengi, lakini maneno yake yalikuwa ya moja kwa moja, makali na ya kuvutia. Mimi sihitaji mwanaume mwenye pesa, alisema. Nahitaji mwanaume mwenye akili. Hapo Brayton aliona mwanga mpya. Eva akawa kama jua baada ya mvua ya miaka. Walikula chipsi pamoja, walitembea Mwenge, wakapanda daladala hadi Coco Beach. Eva alikuwa na roho tofauti, alimvutia Brayton kwa kicheko chake cha kipekee. Alikuwa na tabia ya kumwangalia usoni kabla ya kusema chochote. Hali hiyo ilimfanya Brayton ahisi usalama. Lakini alichosahau ni kwamba mstari wa usalama wa moyo mara nyingi ni kimya kabla ya maafa. Ukweli mchungu. Miezi miwili ya uhusiano wao ilikuwa kama ndoto ya faraja. Hadi siku moja Brayton alipopokea ujumbe wa WhatsApp kutoka namba isiyojulikana. Bro, huyo Eva wako alikuwa wangu mwaka jana. Siku 3 zilizopita alikuja kwangu, alilala kwangu na kuonea huruma. Brayton hakujibu. Alimwangalia Eva machoni usiku huo, akamwambia, unanificha nini? Eva alitulia, akasema kwa sauti laini, Brayton, nilikuja kwako nikitafuta pumziko, lakini nilikuwa sijakata kabisa ya nyuma. Samahani. Moyo wa Brayton ulipasuka kama glasi ya moto iliyoguswa na barafu. Hakumwambia Eva aondoke, hakumlilia, hakumgusa tena. Alijifungia ndani siku 5. Aliandika majina yao ukutani, akayafuta taratibu kwa wino mweusi. Miezi ikapita. Eva alimuomba msamaha mara nyingi. Hakumjibu. Alijua Eva alipenda, lakini mapenzi ya Eva yalikuwa na mapengo ya jana. Silaha mpya, mstari wa kuandika. Hapo Brayton akaanza kuandika. Akaanza kushika kalamu kama silaha ya kutuliza maumivu. Akaandika kitabu. Upweke wangu ni jina langu. Lakini hata katika ukurasa wa mwisho, moyo wake ulihisi pengo. Kwa sababu hata kama Eva alimuumiza, bado alikuwa ndiye wa mwisho aliyempenda kweli. Na pale alipokuwa ameamua kuishi bila mapenzi, ndipo alipoingia Devotha, msichana wa kanisani mwenye sauti ya malaika na moyo wa hatari. Itaendelea. Je, Brayton ataupa nafasi moyo wake kumpenda Devotha baada ya yote aliyopitia? Tukutane sehemu ya 4 ili kujua mengi zaidi.